Leo nimeachwa. Leo nimeachwa. Nimeachwa kwa sababu gani? Kwa sababu eti simpi muda. Kila siku akinipigia simu ataka tuonane, afu mimi nakumwambia leo sina muda na kitu hichi. Kesho yake tena sina muda na kitu hichi. Sasa leo akaona hata kama ananipenda sana ila muda simpi, basi tuamalize. Na mimi nikasema haya, namuelewa. Sijataka nimgandishe mtoto wa watu. Na kwa sababu gani nimeachwa? Kwa sababu nimeelewa huu ndo muda wenyewe, huu ndo muda wenyewe kupambana. Baadaye itakuwa too late. Kifikisha miaka 30 40 ndo niamke, itakuwa too late. Bora sasa hivi mapenzi yanipite, ila nikifikisha miaka 30 40 mimi tu nimeshatulia. Mimi ndo nachagua yupi wa kumchukua. Nikiendekeza sasa hivi haya mapenzi, baadaye mimi nitachekwa. Tena nitachekwa sana. Na sasa nimeachwa. Lakini nimejiambia ni kwa uzuri pia. Kwa sababu labda tungekuwa wote pamoja, angeona angesema huyu kipindi upo katikati nimekuwa naye. Kipindi upo katikati nimekuwa naye nikafika hapa juu. Lakini yeye akaona labda simpi muda mwingi, na naelewa. Na pia hapo nikapiga baadhi tu ya mahesabu kwa haraka kabla sijaanza kumlilia. Amna, tulili mambo hayo, sio muda. Ila tu kabla sijaanza kusema amna nitakupa muda mwingi sijui na nini na nini, kapiga mahesabu. Ndani ya miezi minne au karibia minne nimetumia zaidi ya 800,000 ya Kitanzania. Hivi mimi ningekuwa Tanzania ningetumia 800,000 kwa mwanamke? Hapana. Tena sana sana kwa muda huu. Hapana, kwa jina jitafuta. Hasa kihuku kwao labda hela ni ndogo sana ambayo nimetumia. Yaani nikipiga mahesabu Kitanzania 800,000 ni hela nyingi. Ndani tu ya miezi minne au karibia miezi minne 800,000 ishapita. Na zaidi kidogo. Sasa nikaona hamna shida, bora niachwe. Labda napunguziwa matatizo. Sasa hivi ni concentrate kwenye mambo ambayo mazuri. Kama hamu ikija ndio inabidi tu niwe makini. Lakini sasa sitaweka mambo hayo kwa mbele. Kwa jina nafahamu kwa miaka ijayo. Nafahamu tunaenda wapi. Sasa wewe mwenzangu, na mimi nadhani pia ingebidi uachwe. Ingebidi uachwe ili uwe makini kwenye mambo yako, concentrate kwenye mambo yako. Wasichana wapo. Wasichana wapo kila sehemu, wapo nchi zote. Zamani nilikuwa najiambia nitakosa mtu kama huyu. Nimeenda mji mwingine, hapo. Nimesafiri kidogo, hapo. Wasichana wapo kila sehemu. Sasa mzangu, na mimi kama una kitu inauma, mapenzi mazuri ila weka pembeni. Kwa sasa hivi jitafuta, utakuja kujishukuru baadaye. Utakuja kujishukuru baadaye. Mimi pia sasa nimeona bwana nichague future yangu pamoja na hela kuliko kuchagua mapenzi. Na yeye mwenyewe kama ameona bora aondoke ni vizuri, na mheshimu kwa kila kitu. Kila habari kuposea ambaye ndio sahihi kwangu mimi. Hata kidogo navongea hivi na kwa kama selfish, nafikiria upande wangu. Yeye kuna ananiambia haunipi muda. Ni kweli. Muda ambao nao sasa hivi ni wa kujiangalia mwenyewe, kuweka hela. Muda ambao ninao mwenyewe nije kuendelea baadaye. Na sio baadaye sana kipindi mtu na miaka 80, miaka 70, miaka 60. Hapana. Baadaye ndio kwenye miaka 30 40 na mimi nitulie. Kisa mwenzangu, na mimi hauna hata milioni 50 benki. Okay, milioni 50 labda naenda mbali. Hauna hata milioni 10 benki. Alafu unafuatilia mapenzi. Ndio maana wengine labda tuendelee. Ndio maana wengine hatuendelee. Ila sisi ndo wa kwanza kushangaa wengine wanaendelea. Wengine labda ilibidi wachague vitu, mapenzi au hela.
Mimi hapa kwa sasa hivi inauma, ila nimeamua nichague hela kwa ajili, hata nisipokuwa na hela huyo mchumba mwenyewe atanikimbia tu, atanichoka. Kipindi na miaka 30 sina hela, mchumba mwenyewe ndo atakuwa wa kwanza kunikimbia. Wewe mwenyewe atakukimbia, atakuja kwetu sisi. Sasa wewe tafuta hela. Wewe mwenyewe atakukimbia, atakuja kwetu sisi. Sasa wewe brother, tafuta hela. Narudia tena, yeye nimeachwa. Ila naelewa mimi bado kijana sasa hivi, nijitafute. Na wapo wengi. Na nina bahati kwa watu kushoto kulia wananiambia, "Ewe handsome, wewe ni na nini?" Sasa kwa upande huo hamna tatizo. Hata kama nipo single hamna tatizo. Lakini hata kama wewe ni handsome au na hela, ni kazi bure. Ni kazi bure kwa kabisa kabisa. Na wewe fikiria. Sasa hivi upo na mtu ndio anaweza kaka na wewe labda maishani mwako yote, mkaendelea pamoja, mkaendelea kidogo kidogo, kila mwaka mnakuwa, ila mtu huyo huwezi ukajua, labda unaweza kukaa naye baada ya miaka 10 akakuchoka, akasema huyu naye nimemchoka, kuendelea kwenye vigumu, Sasa wewe mwenyewe inabidi ufikirie, upo tayari kupambana, weke mapenzi pembeni, au mapenzi ndio yamekukaa kichwani kwako? Hamna shida, ni chaguo lako, ila usije ukalia baadaye. Kuna watu wanaohangaika, na kuhangaika sio kitu kibaya. Wewe jitafute, unajitafuta as long as unaamini kwa unaendelea vizuri, na kila siku unapiga vizuri mahesabu yako, utafanikiwa. Na hii pia na ile kodi kwangu mimi kwa baadaye itakuja kwa ukumbusho. Sasa uliachwa wewe, lakini ukachagua upande mzuri. Ukasema mapenzi yapo, hata kama niko ni mtu mzuri. Kusema kweli nilikuwa ni mtu mzuri, azazi nisingekaa naye. Tena kipindi hiki ndo ambapo na mapenzi hana maana, nisingekaa naye kabisa. Ni mtu mzuri, alokuzwa vizuri. Ila nimeona hata kama ni mtu mzuri, lakini yeye mwisho wa siku ameona tuachane kwa jinsi mpi muda, basi animwache. Na hata saa nyingine nilikuwepo nikisikia stories za watu wengine wanasema kuwa mimi sasa sionani na familia zangu. Watu wengine sasa hivi wanaona na familia zao, wanahangaika. Sasa mimi kijana tu mdogo nikimbele ya mapenzi, atanisaidia nini? Yatakusaidia nini? Watu wengi ambao wanaendelea saa nyingine waoni wake zao, hawawaoni watoto wao ndani ya miezi na miezi. Alafu sisi ndo bado tunajitafuta, tunaika mbele ya mapenzi. Inabidi tufikirie vizuri, Tena tuna bahati sisi watoto wa kiume. Hata ukija kufanikiwa vizuri na miaka 28, 27, 26 au 30, 40, hamna shida. Mtoto wa kike ni vigumu, ni tofauti. Na hata saa nyingine watoto wenyewe wa kike watachagua mtu ambaye mwenye miaka 27, 28 kuliko mtu ambaye ana miaka 22, 21 hana kitu. Na ni kawaida tunaonaga. Hivi sister vyetu venye miaka 20 mpaka 20 ngapi, sijui 25, wanachagua mtu mwenye 30, 35 kwa sababu ameendelea. Sasa wewe eka tu mapenzi pembeni. Mimi hapa ni mfano hai na kuonyesha. Sio tunakwambia, ni mwenyewe na kuonyesha. Kila ninachokuambia na kuonyesha. Sawa, mapenzi kwa sasa hivi kaka. Utakuja kunikumbuka. Narudia tena, mimi hapa ndo nimeachwa. Ila hamna shida, naelewa. Najipambania sana. Cha kwanza. Cha pili, nafahamu napoenda. Cha tatu, nafahamu kwa ni handsome. Cha 4, nafahamu kwa hela inakuja. Cha 5, sitokisema kwa sasa hivi. Ila jipambanie kaka. Wewe jipambanie. Ni lazima na uendelee. Lazima.
Na kama una mtu hauna hela, aidha unakuwa naye ila kuona kuwa haumpi muda, basi mwachie aende. Itauma ila mwachie aende. Nadhani kuwa umenielewa. Lifuatilie hilo jambo, na sisi kwenye miaka yetu ya 30 hivi tuje kuenjoy. Sasa wewe kama unisikilizi hilo, sisi ndo tutakuja kuenjoy na huyo demu wako. Kafanye kazi brother, usio muda.